Picha linaanza part 2 jamani. Tunaingia kwenye ndege kuelekea Korea. Wakanda forever ni mimi peke yangu. Unamjua Black Panther wewe, lakini ndio kwanza hata sijali. Kwenye ndege muda wa kuingia kwa hata nguvu za kuingia ninazo, imebidi niwaache watu wote waingie niingie wa mwisho. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wateja wangu, we are blessed. Mwenyezi Mungu ameshatangulia kila sehemu ambayo tunaenda. Malaika ameshatuma katika kila duka ambalo nitakanyaga, kila sehemu ambayo nitaenda kufanya biashara. Mwenyezi Mungu kashatuandalia baraka zetu na blessings zetu. So sasa hivi ndo naingia kwenye ndege kwenda Korea. Stay tuned because I will update you everything. Nikajaribu kwenda upgrade kutoka economy kwenda business from Dubai to Korea. Sakapi sinisomee milioni 22. 322 to Incheon, Seoul. The mini flight deck tonight are the two colleagues, Senior First Officer Fernando Solano and hao tukaondoka. Kama ambavyo hii ndege inapaa juu, ndivyo mimi na wateja wangu tutakavyozidi kupaa juu. Ma haters wote na watesi wote watazidi kutuonea kwa juu. Hata waluke vipi na hawataweza kutufikia daima na milele amina. Nakwambia tujakaa kidogo. Vipi saa ngapi wasitatisha chakula cha Kikorea? Nikasema jamani, ni uji gani huu tena una samaki ndani? Nikaletewa na hivi vidudu nikasema ni pilipili, lakini ngoja kwanza nile. Kuonja kumbe ni kimchi. Hiyo ndio inaitwa kimchi jamani, ni tamu, ile ina pilipili hatari. Hapo nikaonja chakula. Nione jamani kilikuwa ni kitamu. Ni mchele kama uko kama uji. Tumemaliza, nimelala kidogo, nikashtuliwa tena na msosi mwingine. Nikaulizwa beef or chicken. Nikasema mama nipe vya beef. Vya chicken nimeshavila. Niwekee vya beef kwanza na vyenyewe ni vionje. Nikala. Nakutana na hivi vicheulo. Nikasema hivi vicheulo tena ni vya nini jamani? Nikachungulia kwa mwenzangu niloka naye pembeni, maana naye ni Mkorea, ndo nikagundua kumbe hivyo unadumbukiza kwenye ice cream. Kuna kikopo umepewa hapo, kuna vitu vyeupe ndani, hizo ni ice cream. Nikala. Tumekaa kidogo masaa 8 akapita jamani. Haya tukafika Korea. Nimesema kabisa hii safari kwangu ni ushuhuda. Anayekataa kwamba hii safari kwangu sio ushuhuda, naweza sasa sio nikakufanya kitu gani? Nitawaambia kwa nini hii safari kwangu ni ushuhuda. Haya, hiyo hapo Incheon Airport, Seoul, South Korea wewe. Here now. I'm so tired. The flight was very, very long. Sijui hata niseme nini. I just want to get out of here. Hapa ndio tunaenda kwenye passport scanning. Hapa sijui ndege yetu, mabegi ya ndege yetu yako sehemu gani? Cheki sehemu lilivyo kubwa. Oh, sorry. Mpaka kote kule. Nianze kuzunguka jamani. But first imebidi nitoe viatu kwa ajili ya kusali. My God. Viatu nimeshika mkononi. Hapa niko nazunguka kwenda kutafuta begi. I hope ni haya haya, sina cha kudai and sasa ni time ya kwenda outside. So guys, sasa hivi nimesha change hii Korean won and $200 ambayo ni kama na kitu ya Tanzania, huku ni sana $200. Yaani hela ya huku ni kubwa sana, and hapo tu nimeshaelewa kwa nini cosmetics nyingi za Korea zinakuaga prices ziko juu. Yaani hela ya thamani ya hela ya huku iko 2 times ya Tanzania. Kwa huku kama kitu ni 30,000 Tanzania ni sawa na 60,000 ya Tanzania. Kitu kama ni 20,000 ni sawa na 40,000 ya Tanzania. My sister. Hey, by the way, huyu anaitwa Lin Shonsha. Anaitwa Lin Shonsha. Alafu huyu anaitwa Tong Tong Tung. Jamani, hili baridi la huku. Kwanzia leo napandisha bei ya hanwa. Mpaka moshi unatoka mdomoni. Mungu wangu hivi.
Ili baridi. Ili baridi. Remember, nimeondoka down, mvua inanyesha, nimefika Korea and it's raining too. God over blessing over blessings over blessings over blessings of God. Hey. Try some. 감사합니다. You know, like Kariri. Kamsahamnida. Your sound is so good though. Which one is best? Okay. Is it yummy? Not too much sugar, no. Not too much sugar? So it's yummy? You like it? Ndani kuna kama Do you know what yeah, it's like? green. Do you know what it is? Cream. Can you get? It tastes familiar, but I don't know what it is. It's bean. Beans? Beans. Yeah, bean. Green beans. In Korea, we Maharaj? make beans as a dessert. I did my first shopping. Here. Nimenunua sweater kubwa jamani. I can't wait. My friend said I should not spend more. Yeah, no more here. Let's go somewhere else, Nico. There's a lot of shops in Korea. Anyways, guys, I can't wait to rotate. Katuondo. Jamani, hapa sina cha maana, nataka kuonyesha zaidi ya mapambo ya Christmas. Haya ametoka wapi? Choo kisafi kizuri, sehemu ya kujiangalia. Wateja wangu, mimi sasa hivi nimeelewa kwa nini cosmetics za Korea ni bei jamani. Cosmetics za Korea ni bei kwa sababu ya expenses. Hii nchi haitofautiani sana na Dubai, lakini yani haitofautiani sana lakini ni expensive. The TV mwanangu, afu Samsung. Yanafikia napoenda na kutomeka kama Samsung. Nchi kama zote kwa hapo mambo kuangalia the manipulated nini jicha ngo. Niko Korea, South Korea. Hey. Kitu asichoweza kukifanya huyu Mungu hakipo duniani ya. Niko Korea. Hey. Alo. Haya. Nzuri yule gani mtwale? Ni pazuri. Inatosha hiyo. Niliwaambia hivi kabla ya kulala nataka niwape ushuhuda kwa hii safari yangu ya Korea. Ili wewe utakapoamka kusali saa 9 usiku, mwambie Mungu na mimi naomba ushuhuda wangu. So mwezi wa 10 nilienda kuomba visa ya kwenda Korea. Sawa Nilipoenda kuomba visa, tukaenda mara ya kwanza ikakataliwa visa. Sikukata tamaa, nikamwambia rafiki yangu Fatma Murjita Agency. Nikamwambia hebu tuombe tena. Tukaenda, tukaomba tena visa. Nakumbuka hiyo siku tuliamka, mimi siwezi kuamka asubuhi mapema sana. Hiyo siku niliamka saa 12 ya da. Nikaenda mpaka ubalozini, tukafanya application vizuri kila kitu nini. Hazikupita hata siku nyingi, ile visa ikakubaliwa kweli, nikaipata. Ile visa nimeshaipata, nikafika nyumbani najiandaa kusafiri, nimeshakata mpaka tickets. Nikapiga magoti nikamuomba Mwenyezi Mungu. Nikamwambia Allah, mimi nasafiri, nataka kusafiri na kesho nasafiri. Na kuomba uniinulie watu. Na kuomba Mwenyezi Mungu uniinulie wateja. Na kuomba Mwenyezi Mungu ulitambulishe jina langu kwa watu wengi. Na kuomba unisaidie biashara yangu watu waijue, kwa sababu hii safari nasafiri naenda Korea, naenda kuwatafutia wateja wangu vipodozi. Kwa hiyo natamani watu wengi wajue kwamba nimeenda, na hivyo ndo namna ambavyo nawapenda wateja wangu. Yaani nilimuomba sana Mungu, lakini kauli yangu kubwa ilikuwa na kwamba Mwenyezi Mungu uniinulie watu. Sio tunaelewana? Basi.
Kwa ile leo kesho naondoka naenda Korea, ndo nikawa nimepata yale matatizo mnayoyajua nyie, nimeyapata. Kwa nimeenda kule, visa yangu kama imebaki muda mchache sana iishe. Nikasema yani hapa nikasema visa yangu inaenda kuisha na hata Korea sijafanikiwa kwenda, na nilikuwa nishakata tiketi ya kesho yangu. Kwa tiketi ile ikawa ndo tayari imeharibika, pesa nimepoteza. Basi mimi nilivyokuwa kule ndani kule, mnakujua, nilikuwa kila siku saa 9 usiku nikiamka kusali. Nilikuwa mimi hakuna siku namwambia Mungu, jamani Mungu, kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini si hivi? Nilimwambia Mwenyezi Mungu, mimi ninakuomba ruhusa, uniruhusu niende Korea. Nilikuomba uniinulie watu, na kweli Mwenyezi Mungu umeniinulia watu kwa njia ambayo wewe unaijua, kwa sababu njia zako hazichunguziki. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, namna ambavyo wewe umenifanya mimi niweze kupata watu waweze kunijua, ni namna ya ajabu sana, ambapo kwa macho ya kawaida ya kibinadamu hakuna mtu ambaye anaweza akaamini kwamba ni ukuu wako unajidhihirisha kupitia hiki ambacho umeamua kunipitisha nacho. Mimi nakushukuru, nimekikubali, nimekipokea, na ni kwa sababu wewe ni Mwenyezi Mungu ambaye njia zako hazichunguziki. Basi naomba sasa ruhusa yako niweze kusafiri. Mimi nilimwomba Mwenyezi Mungu ruhusa ya kuja huku Korea. Mimi ndo nawaambia, nilimuomba Mwenyezi Mungu ruhusa ya kuja Korea. Yaani mimi kwa kutaka kwangu mimi, wallahi mpaka leo ningekuwa sijaja hapa, ningekuwa sijatoboa, ningekuwa sijaweza. Lakini kwa sababu nilienda nikaambia Allah, na kuomba uniruhusu. Ukiniruhusu kabla visa yangu haijaisha, basi nitaamini. Yaani ukiniruhusu mimi nitoke humu ndani niliko, niende Korea, itakuwa ni wewe umetaka mimi kweli niende. Ila pia kama kule Korea nikienda hakuna heri na mimi, basi usinitoe humu ndani mpaka visa yangu iishe, ndo siku hiyo uniruhusu na mimi niweze kutolewa humu ndani. Allah akafanya wepesi, nikatolewa, nikapata tiketi yangu nyingine, and right now niko wapi? Jamani, nawaomba, yani nenda mwambie Mwenyezi Mungu, hata kwenye gumu unalonipitisha, najua uko ushuhuda, uko utukufu wako unautafuta. You are just collecting your glory. Tell God akuoneshe, akupe masikio ya kumsikia na moyo wa utulivu wa kuweza kuvumilia, uweze kuelewa kusudi lake ni nini. Nilimuomba Mwenyezi Mungu aniinulie watu. Mashahidi ni nyie wenyewe, kwa sababu watu wenyewe ndio nyie, wengine hata mlikuwa mnijui. Lakini leo tuko hapa pamoja, naenda kuwatembeza mitaa yote ya Korea, na naenda kuletea vipodozi hapo wapi? Nifa Cosmetics. Ila huu kwangu mimi ni ushuhuda ambao nilitaka nikwambie wewe. Before anything, nilipiga magoti chini nikamwambia Mungu, na kuomba niinulie watu watakao ifahamu biashara yangu. Umeona namna alivyoniinulia? Hivi mimi Mungu angeniambia sasa hivi nimlipe promotion aliyonifanyia, hela za kumlipa, namlipaje? Kwa kipi? Au hiyo promotion ningeifikiaga lini kama ningefanya kwa njia zangu mimi za kibinadamu? Kwa njia za Mwenyezi Mungu asichunguziki. Naombeni sana msali, mumuombe Mwenyezi Mungu awafanyie miracles. Miracles zipo kabisa na zinatokea. Just keep praying and believing in God.